Na mpenzi mtazamaji wa televisheni yetu ya Lutanana Media Online, leo tupo hapa Dar es Salaam Manzese, tunakuletea kipindi chako cha simulizi, kipindi chako pendwa kabisa. Na siku hii ya leo nitakuwa na kijana mwenzetu anaitwa Tom Job Daniel. Anaitwa Tom, yes ndio. Tumekutana naye leo hapa, anayo simulizi nzuri sana ya kuvutia ambayo ameona ni vizuri akashare pamoja nasi tuweze kumsikia na kuweza kujua nini amekipitia kwenye maisha yake na ni nini tunaweza tukakichukua kama funzo katika maisha yetu ya siku kwa siku. Kwa hiyo simulizi yake anaanzia alikuwa akiishi Dodoma na amepitia mengi na mpaka kufikia hapa Dar es Salaam. Atatuelezea kwa undani mambo aliyopitia na ambayo angependa kushare nasi tuweze kuyafahamu. Nikukaribishe moja kwa moja Bwana Tom, uanze simulizi yetu. Labda kwa kuanzia, labda ungeanza kujitambulisha majina yako kamili. Yes, na yale utakayopenda kuyafahamu utatuambia. Yale ambayo utaona labda ni asili hatupaswi kuyajua utayaacha. Na lakini muhimu kuliko yote tunaomba utusimulie kwa kina na kwa kirefu historia yako, na watazamaji wapo tayari kukusikia. Okay, karibu kiongozi. Asante sana. Kwa majina kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Tom Job Daniel. Kwa ufupi au kiurefu kidogo nitasimulia historia ya maisha yangu toka nilipozaliwa. Mimi nimezaliwa Dodoma, maeneo ya Majengo sokoni, sehemu moja inaitwa Mshikamano. Nilikuwa naishi na baba na mama nikiwa mdogo, lakini nimezaliwa mwaka 91, imeenda mpaka mwaka 95 alifariki babangu nikiwa mdogo sana. Nika naishi na mama nikiwa mdogo pia mpaka anaanza kujitambua mwaka 98 akafariki mamangu. Nika naishi na bibi, babu na mkubwa waza mama. Kaenda mwaka 99 akafariki babu, wakafatana na bibi akafariki kama sikosei mwaka 2003. Kipindi hicho nilikuwa nimeshakuja kuchukuliwa na babu yangu mzaa baba, akaenda kunipeleka shule maeneo ya Chamwino Ikulu. Kaanza darasa la kwanza mwaka 2000. Kaanza kusoma shule. Nilikuwa napenda sana kucheza mpira, kuchora, tukaanza shule. Nilianza kufanya vizuri sana nikiwa shule. Walimu walinipenda na mimi nilipenda sana shule kutokana na walimu walinipenda. Mwanafunzi yote akipendwa na walimu alifanya vizuri na lazima apende shule. Kwa hiyo nilijitahidi sana kwenye masomo yangu. Nilikuwa nafanya vizuri. Niliongoza mpaka nafika darasa la 3. Nilikuwa naongoza darasani. Ikafika darasa la 4, kipindi hicho kulikuwa kuna mchujo, watu ambao walikuwa wanafeli darasa la 4 ile national darasa la 4 wanarudia. Kwa kuna baadhi ya watu walirudia wakawa wako vizuri, wakawa kama wanakumbushia walichokisoma, kwa wakanidondosha. Japokuwa nilikuwa nafanya vizuri kwenye 10 bora nipo, lakini nikaa nimedondoka kidogo. Tulipoenda mpaka darasa la 6, kuna mtoto wa babangu mdogo anaitwa Yohana. Yule jamaa alikuwa na akili sana darasani. Yaani alitusumbua sana wanafunzi wa darasa, tulikuwa tunasoma pamoja. Basi tukawa tunasoma pamoja. Kuna mwalimu alikuwa anaitwa Mkatalo, akatuchukua kwa sababu alituona tuna uwezo kidogo, najitahidi darasani. Tukawa tunaishi naye, tukawa tunasoma, tunajisomea, tukaenda darasani. Kwa kweli aliniongoza mpaka tunamaliza darasa la 7. Alikuwa anashika nafasi ya kwanza na nafasi ya pili. Tukamaliza shule 2006 darasa la 7. Nikafanikiwa kufaulu kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2007. Naye pia alifaulu na wanafunzi wengine walifaulu wengi tu. Tukawa tumeenda shule tofauti. Shule niloenda mimi
ilikuwa shule ya kata kipindi hicho ndo zinaanza, ndo mwaka wa kwanza kabisa sisi ndo tunaanza kwenda kuanzisha form 1. Usomaji wetu ulikuwa mgumu sana kipindi hicho, kutokana na kwanza walimu shule nzima wakuta walimu 3 au 4 basi. Kuna baadhi ya masomo unakuta mwalimu hamna, mpaka mnatafutiwa labda mtu mtaani kidogo mwenye uwezo anakuja kuwafundisha analipwa. Kutokana na kipindi kile elimu ilikuwa vile, yani hatukupata elimu kiufasaha vizuri, ili tuandae vizuri. Sikupenda kusoma katika ile shule, ilibidi niombe uhamisho nihame. Nilipofika form 2 nilihama. Nilifanya kwanza mtihani wa form 2 nikafaulu vizuri. Nilienda kuomba uhamisho, ile shule nilokuwa nahamia wakadai matokeo ya form 2, nikapeleka, kaona yako vizuri, basi nikapata nafasi nikajiunga na ile shule, kaanza kusoma pale. Lakini nilipofika kwenye ile shule nilikutana na makundi wanafunzi ambao walikuwa vichwa vibovu. Tuseme ikifika break tunaenda chooni tunakunywa konyagi zile za kwenye vioba, tunavuta sigara, tukitoka hapo tunatafuna babisha, utaenda kunywa chai, naingia darasani. Tulikuwa wakorofi sana. Kuna wenzangu walikuwa viongozi. Mazingira ya shule, kuna kosa nililifanya, nilishai kumpiga mwenzangu, nilimpiga sana visa kwa ajili ya wanawake na makundi. Wenzangu wakawa wamenishauri kitu nilichofanya sio kizuri, tulie. Lakini kuna baadhi ya marafiki walikuwa sio wazuri, wakawa wanataka tufanye ubaya, kwamba niendelee kuwa na mtu wa matukio. Yani walikuwa wanaona kama ni sifa kufanya vile. Na mimi kipindi hicho akili yangu kutokana na ujana maji ya moto, nilikuwa na sifa sana, nilikuwa nafanya matukio ya ajabu sana shuleni. Nilipofika form 3 niligombana na mwenzangu, tukamchukua mtu tukampiga sana. Nilimuita mwenzangu tukachukua bisibisi, na ndio chanzo cha kukimbia shule kidato cha 3. Nikatoka hapo nikaingia maisha ya mtaani sehemu inaitwa Changombe. Nikaanza kuvuta bangi, sigara, unaona bana. Maisha ndipo alipoanzia ya usela. Kwa toka kipindi hicho nikatoka mwaka 2008 nikaja Dar es Salaam kwa mamangu mkubwa. Kwanza nilifikia Ubungo kwa kakangu. Nilipofika Ubungo tukawa tunaishi naye, kufanya biashara ndogo ndogo, lakini ikabidi nikapata safari nikaenda kwa mamangu mkubwa, alikuwa ananihitaji Yombo. Nikaenda nikakaa naye kule, nikaenda kumsalimia, kaongea naye mambo ya shule, akanipa nauli nirudi shule, lakini sikurudi. Kaingia maisha ya mtaani, kaja Manzese. Kaanza kuishi na rafiki yangu mmoja anaitwa Victor. Huyo tulikuwa tunakunywa pombe, tunafanya ujinga, tunakaba, tunafanya hichi. Mwisho wake mpaka tukaja tukaingia kwenye madawa. Ilikuwa mwaka 2013 ndio tumeanza kuvuta madawa. Toka kipindi hicho kuna mwanamke ambaye nilikuwa naishi naye, tukawa tumegombana kwa ajili ya hiyo ya kuvuta madawa. Nikaondoka nikaenda Dodoma. Niliporudi Dodoma nilikaa kama baadhi ya miaka 3 Dodoma nikiwa navuta madawa. Na maisha ya Dodoma hustle nilizokuwa nazifanya zilikuwa ngumu sana. Ilikuwa inafika kipindi mpaka tunafanya ubaya. Tulikuwa na watoto fulani waitwa Kidongo Chekundu, watoto hatari sana. Sasa tukavamia sehemu, tunachukua mali za watu, kuvunja sehemu, tunachukua mali za watu. Unaona bana. Nashukuru Mungu aliniepusha na mambo mengi sana ambayo wenzangu washakufa. Nishafanya mambo wengi washapotea, lakini mpaka hapa nilipo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na niliingia soga mwaka 2019. Nikaanza kunywa dawa, nikaja nikaacha baadaye.
nikakaa nikaanza kuishi Morogoro Msangu, nikapiga sana debe pale pamoja na kina Mandonga mtu kazi kaka, tushapiga naye sana debe pale Msangu. Unaona bana, nimekaa kama miaka miwili pale, nikawa mzoefu, lakini nilikuwa navuta madawa, nilikuwa najulikana, lakini tulikuwa tunasumbuliwa sana katika usimamishaji wa magari na kupakia abiria. Unaweza ukakamatwa, unaonekana ni msumbufu, unasumbua abiria. Kwa hiyo tulikuwa tunakamatwa, tunapelekwa kituoni. Nilikamatwa, bahati nzuri nikaja nikatoka, lakini nikaona hii sio kazi, nikaamua kuachana nayo. Nikaja Dar es Salaam, nikaenda Tandika. Kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Kise, tuko Tandika, tukatafuta hela kidogo, tukaanzisha mtaji, tukawa tunauza madawa ya kulevya aina ya heroin maeneo ya Tandika pale Davis Corner pale, ile njia ya kwenda Yombo lelini hapa, kama unaenda Taa Nyekundu. Tumefanya biashara hiyo, tulikuwa tunapata sana hela na tulikuwa tuna wateja sana. Sometimes tukikosa madawa tunasumbuliwa, watu wanatusubiri nje mpaka sio wenyewe tunaingia hofu. Nakumbuka tulivamiwa usiku, tumelala, lakini madawa tulikuwa, bahati nzuri kuna rafiki yangu ndo alikuwa nao kayaficha, mimi nilikuwa sina. Tulivamiwa, tukakamatwa na maaskari, tukapelekwa mpaka kituoni. Kuna dada yake yule rafiki yangu anaitwa Kise, akaja akaongea na maaskari, alikuwa anafahamana, akatoa hela kidogo, akatusaidia, tukawa tumetoka kwa zamana, akatusaidia, kesi ikaenda kama ikaisha. Baadaye nilivyokaa pale nikaja nikatoka, nikaenda Mwananyamala, nikaona bora nianze tiba, niachane na mambo ya madawa. Nikaanza tiba, nikaanza kunywa Mesadoni, nimekunywa mpaka mwaka jana mwezi wa 8 nikaa nimegraduate, nimemaliza mpaka sasa hivi niko vizuri. Lakini kipindi cha mwaka jana mpaka mwaka juzi, kipindi na kunywa dawa, nilipata fursa kwenye mradi, nikawa peer educator, nikawa mwelimisha rika wa kuhamasisha wenzangu waachane na makundi, wafanye maisha, waachane na madawa ya kulevya, wafanye maisha. Unaona bana, na nishukuru sana Mwenyezi Mungu amenisaidia mpaka sasa hivi nimeweza kuacha madawa, na kibali sasa hivi nakimbilia na miezi 10. Kwa sasa nawashauri sana wenzangu, vijana wenzangu, tuachane na makundi, tuachane na maisha ya ovyo, tufanye maisha, tuachane na kukaba, tuachane na ujinga wote, tufanye hapa nilipo na vipaji ambavyo vinaweza vikanisaidia kufanya maisha endapo nitapata uwezeshaji. Kwa mfano, nachora picha kwa kugrafi, na nilishawahi kupata bahati nikiwa Dodoma kwenye Mesadoni, kati ya watu 400 tulishindanishwa kuchora. Mungu mkubwa, nilipata bahati ya kuwa mtu wa kwanza, nilishinda. Nilipata bahati, nilipata zawadi na nini. Lakini namuomba sana Mungu kama anaweza akapata fursa ya kuwezeshwa kuchora na nini. Vipaji vipo, lakini uwezeshaji hamna. Tunaomba sana viongozi wetu, mama yetu Mama Samia, kuomba sana viongozi wetu wa michezo, Honda, tunakuomba sana Mheshimiwa Makonda, waangalie vijana wenye vipaji, waweze kuwaibua na wasaidie waweze kufanya vitu vya maana ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa sababu uwezo upo. Vijana wana uwezo wa kufanya vitu mbalimbali, wana uwezo wa kubrand Tanzania yetu ikaonekana kuwa ina uwezo katika kila namna, katika sekta ya michezo, katika sekta ya sanaa, yani kila kitu tunaweza. Kwa kiufupi, historia yangu ni hiyo. Nimependa ndugu zangu waifahamu, ila nawasihi sana vijana wenzangu wasiingie katika makundi ya ovyo, tujizatiti katika dhamira ya maisha ya ukweli, tufanye maisha bora ni kujizatiti na kufanya maisha ya ukweli. Fanya kazi, jitume, maisha yapo, utayapata maisha. Kwa nashukuru sana kwa ndugu mnaonisikiliza. Hapa niko maeneo ya Pakacha, Tandale, uwanja wa Fisi.
alimaarufu uwanja wa Fisi tunanaita. Kwa tunashukuru sana ndugu zangu.